Today is a historic day in this country. It's the first time that we are seeing transition of leadership in a most peaceful way. And Your Excellency, Mr. President, like President Uhuru, you have kept on telling the world that you are going to ensure that there is peaceful transition of leadership in this country. They didn't believe you. I hope now they believe you. And that's not peculiar to Burundi. It's also the same in Kenya, because your brother, President Uhuru, keeps on saying the same, and some of the international community people who don't understand our unique situation keep on saying, Willie, I want to tell you, President Uhuru has assured Kenyans several times that he'll ensure that this new tradition, this new dawn in Africa that you represent is also going to happen to Kenya. Congratulations, Your Excellency. By doing this in front of the whole world, kila mtu nchini ulimwenguni wanaona wazi wazi, you are making Burundi a beacon for hope in the whole of Africa. Your Excellency, I'll say this, probably the last in English, CnddFdd, under your able leadership, has successfully navigated this country from a state of instability, and some of us remember that, to where you are today. Stable, peaceful, prosperous, full of hope, and reliable member, very reliable member of the East African community. Your Excellency, you're widely respected, especially in my country, Kenya, because we have always known as Kenya that we can rely on your word. We can rely on the support of Burundi. Congratulations. Finally, Excellency, on behalf of the international delegation who are observing this here today, my brother, Secretary General from Zambia, from Tanzania, from Turkey, from Cuba, from DRC, from Congo Brazzaville, Your Excellencies, ambassadors who are present here today, it is my singular honor and privilege to congratulate Secretary General Evariste Ndayishimiye as the very capable candidate of CnddFdd, and I'm glad I've met you before, sir. I know that I'll have to change how I address you now. Haitakuwa kama kawaida vile tulikuwa tunaweza kupitia huku na kule Nairobi na tukule kawaida kwa kiosk. Sasa haitawezekana, so labda niseme bye bye. Kwa wenzetu wananchi wa Burundi, nilisema hii nitasema kwa lugha yetu ya Kiswahili, ndipo hao wageni wasijue siri yetu. Lazima tumemteua kama candidate wetu, lazima tumuunge mkono. Vile lazima pia tumuunge mkono Mheshimiwa Rais. Hiyo ni siri moja ambayo hao wenzetu kutoka ng'ambo wamefahamu. Tusipomheshimu rais wetu ama viongozi wetu, sisi wenyewe inamaanisha kwamba hatujiheshimu. Kwa ajili yule ambaye anabeba bendera ya Burundi ni huyo kiongozi rais, na sasa yule pia ambaye mmeteua. Kama mtaheshimu yule ambaye amebeba bendera ya nchi yenu, nani atawaheshimu? Yiko mtu atawaheshimu? Kwa hivyo lazima jikubu letu, lazima tuwapatie support ya kutosha. Passport yenu kama Warundi, passport yenu kama watu wa Burundi itaheshimika kulingana na vile president yenu anaheshimika. Kama siheshimu
Rais Uhuru Kenyatta na kila mtu anafikiria kwamba sisi wa Kenya tumheshimu. Je, akikuja hapa Burundi mtamheshimu? Kwa hivyo jukumu ni lenu, hiyo heshima lazima ianze kwenyu, ndio hao wengine kutoka nchi zingine watakuja kutuheshimu. Na ninawapongeza nyinyi wote vile mmefanya uchaguzi yenu kwa njia ya amani. Mnaelewa, nimesikia mkipiga drums. Mimi najua hao wageni mkipiga drums hawajui hiyo ni shangwe ama hiyo ni ya vita. Haelewi, sisi tunaelewa. Kwa hivyo asanteni sana ndugu zanguni, Mungu awabariki. Thank you very much.